Nikusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kunisikiliza. Leo kuna maono, mtazamo, lakini pia na mafundisho nataka nikufundishe yanayohusu imani, Kristo na maisha. Nje ya Kristo hakuna maisha. Yesu Kristo ni definition ya maisha ya mwanadamu yeyote anayehitaji kumpendeza Mungu. Yesu Kristo ni badiliko mwanadamu analolipata pale anapotembea katika njia sahihi, ya kweli na ya haki. Yesu Kristo ni kweli. Yesu Kristo ni njia. Yesu Kristo ni uzima. Yesu Kristo ni kile unachokichagua kinachoenenda katika misingi ya kweli. Unaweza uwe ni Mkristo lakini hautembei katika kweli. Unaweza kuwa ni Mkristo lakini haujabadilishwa katika neno au katika kweli. Maneno ya Mungu ni kweli na roho ni kweli. Na neno ni roho. Kwa hiyo tunapolijua neno, tukalisoma neno, tukaliishi neno, tukalitenda neno, tukalikubali neno, tukakubali kubadilishwa na neno, ndipo tunapata roho mpya anayesaidia roho zetu ili tuweze kupata nguvu, ufunuo, mafanikio, uponyaji, ushindi, baraka, ulinzi na kuepuka na kila vita iliyo kinyume na maisha yetu. Sisemi katika Kristo unaweza usipate majaribu. Unaweza kupata majaribu, lakini katika Kristo wewe ni mshindi wa chochote. Katika Kristo unaweza kupona ugonjwa wote. Katika Kristo unaweza kufanikiwa mafanikio yote. Katika Kristo unaweza kuinuka muda wote. Katika Kristo unaweza kumshinda shetani. Shetani ni nani? Anatoka wapi? Alitoka wapi? Na utamjuaje? Shetani ni pale unapoenda nje ya utaratibu wa kweli ya Kristo. Unaweza usiwe ni mzinzi lakini hujampokea Kristo. Ina maana fikra zako be inspired au hazishawishiwi, hazibustiwi, hazipelekwi na roho wa Mungu kulingana na neno. Kwa hiyo kuna furaha ya dunia na furaha ya Mungu. Kuna amani ya dunia na amani ya Kristo. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ya 16, ukiendelea vizuri, sura ya 14 mstari wa 27, maandiko yanasema nanyi nitawapa amani, nami nitawapa hiyo tele. Nikiwa na maana gani? Yesu Kristo tunapokuwa naye, tunapotembea naye, tunapomwamini, kupitia lile neno linatengeneza uhakika, linatengeneza amani, linabadilisha mfumo wa ndoto, maono, kusudi, lakini pia linatupeleka katika haki, kuwasaidia wahitaji, kutohukumu, kutobeba uchungu, kutobeba lawama, kuwaombea wengine na kutokompiti au kutopambana na kushindana na wanadamu, bali tunaanza kupambana kutimiza kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yetu, ambalo ni la tofauti na watu wengine. Mfano, wewe ni mtumishi wa Mungu. Mfano, wewe ni mfanyabiashara. Mfano, wewe ni mkulima. Hamna haja ya kuanza kupambana kushindana na mwanadamu, bali unapambana kushindana na kusudi lako, yaani kuhakikisha kila ambacho Mungu amekupa neema kukifanya, unakifanya kwa ubora, kwa usahihi na kwa ukuu, ili utimize lile kusudi. Kwa sababu mwanadamu ameumbika kuwekwa hapa duniani ili azae matunda, kama Mwanzo 1:26 mpaka 28 inavyosema. Maisha yako leo anza kuyatengeneza, anza kuyaunda, anza kuyaumba. Wewe unaweza kuumba maisha yako yampendeze Mungu au yampendeze shetani. Shetani ni wazo na Mungu ni wazo. Shetani ni maamuzi na Mungu ni maamuzi. Shetani ni hisia na Mungu ni hisia. Shetani ni nafsi, Mungu ni nafsi. Shetani ni mwili wako,
Mungu ni mwili wako, shetani ni roho wako, lakini pia ni roho, Mungu ni roho wako. Nikiwa na maana gani? Ukikaa katika neno la Kristo, ina maana yale maneno ni mwili wa Kristo, yanaunda mfumo mzima wa mwili wa maisha yako. Na ule mfumo wa neno wa mwili wako una-inspire roho wako kuenenda katika msingi wa lile neno. Na hapo mawazo yako yanabadilika. Na hapo mawazo yako yanakuwa mapya. Na hapo mtazamo wako unakuwa mpya. Na hapo unaanza kuishi kama mwana wa Mungu, mrithi wa Mungu, na mtu anayependwa na Mungu. Nje ya hapo ni mpenzi wa shetani, mharibifu, na ni mtu yeyote ambaye anaweza kupotea. Tukiwaongoza watoto wetu katika kumjua Mungu, na maisha yetu na ndugu zetu katika kumjua Mungu na kutembea na neno la Mungu na kuliamini na kubadilishwa nalo, hapo ndipo tunasema tumekuwa wa Kristo, tumeishi na Kristo, tumempokea Kristo, na Kristo ametubadilisha, roho ametubadilisha, na nafsi ya Baba imekaa kwenye maisha yetu na inatuongoza. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name. Thank you for watching.